Habari za saizi dada? Salamu. Sisi ni maafisa upelelezi kutoka kituo cha kati. Hiki ni kitambulisho. Ndio. Mimi naitwa Afande Pablo. Naitwa Afande Suna. Naitwa Afande Natalia. Baba, sababu ya siku ya hapa tunahitaji ushirikiano kuhusiana na kuna huyu kijana ambaye anaishi mtaani kwenu hapa. Na huyu kijana waga anajifunga vitambaa vyeusi usoni. Yaani sura yake bado haijatambulika. Unamfahamu labda? Kijana? Kama umfahamu labda hii picha inaweza kusaidia ukamtambua. Yule namfahamu, nishe kumwambia. Sawa sawa. Anaishi na nani? Kwa kweli sijui anaishi na nani. Mara nyingi namuonaga akiingia. Saa nyingine naonaga na wasichana anaingia na kutoka. Sijui anaishi na nani. Anaishi hapo nyumba jirani hapo. Pale pale. Sawa sawa. Basi dada, si uendelee kutupa ushirikiano, maana tutakuwa tunakurudia mara kwa mara kwa ajili ya kuendelea na upelelezi ambao tunafanya. Sawa. Shukrani sana. Asante. Shoga yangu na jambo kila nikijaribu kulivumilia shoga yangu, hilo jambo halikai. Jambo gani lo shoga yangu? Tena jambo zito. Nipe ubuyu shoga yangu. Kamtaka dogo dogo lakini kana mambo makubwa hapa. Wacha usiniambie. Juzi hapo nimekutana na Klaya pamoja na Klavo. Ndio. Wakaniambia wao kuna jamaa mmoja anapenda kuvaa manguo meusi na anafunika sura kama mtabinji. Kaagizwa Mr. Klavo pale akamwita yule msichana. Usiniambie. Wenda pale msichana anakuambia wiki ya pili haonekani mchana. Ndio nakwambia nani sasa ameagizwa hapo? Klavo. Ndo kaenda kumuitia. Mtoto mdogo lakini ana mambo naye makubwa makubwa. Uliza nikwambie. Wewe Klavo unajua anapokaa? Ndani nje kwake kwangu. Ukitaka nikupeleke leo nakupeleka. Usiniambie shoga yangu. Wewe tu. Sasa shoga yangu, nitakutafuta siku nyingine uweze kunipa wewe ubuyu. Tena unipe ubuyu hasa. Unajua tena, mama kuhifadhi vitu vya watu. Wacha. Lakini mambo sasampa kidogo. Usijali. Basi kwa mimi ngoja niende zangu. Haya poa shoga yangu. Haya bye. Haya. Hapa itabidi nimtafute Afande Pablo niweze kumwambia ili tuweze kumfuatilia kijana.